Odi wenyewe. Karibu, karibu. Asante sana. Habari ya sasa hivi? Salama, kwema? Kwema kabisa. Karibu. Asante sana. Mimi kaka, nimepita hapa nikitaka tushare neno la Mungu kwa siku ya leo. Nataka nikuulize swali moja. Hivi unaamini ya kwamba Mungu yupo? Mimi naamini Mungu kwa yupo. Ila ngoja kwanza nichukue viti niete hapa tukae ili uniambie vizuri. Sababu naona kama vile unanichanganya. Sasa mtumishi? Nadhani tumeshasogeza hapa viti ili nikusikize vizuri. Sasa hebu niambie hilo neno ambalo unalizungumzia wewe. Ili nikuelewe sasa, maana nimeshasogeza viti hapa. Hatua mimi naendelea hapa kutengeneza zangu hapa nani? Maana ananichanganya. Usijali mtumishi wa Mungu. Maana tayari wewe ni mtumishi wa Mungu, tena mtumishi wa Mungu mteule. Maana hata Paulo alikuwa anamchukiza sana Mungu, lakini ndo amekuja kuwa mtumishi wa Mungu zaidi. Yaani amekuwa mtumishi wa Mungu kiufupi. Kwa hiyo naamini hata na wewe ni mtumishi wa Mungu kwa neno kwa neno la unabii. Nataka nikusomee neno la unabii. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huu ndio upendo ambao Mungu alitupenda sisi, akamtoa mwanawe wa pekee, ili sisi wanadamu tukaipate ile amani ya mioyo yetu. Sote tunajua ya kwamba Adam na Hawa walitenda dhambi katika bustani ya Eden kwa kutoshika amri ya Mungu, kwa kutoishika ya kwamba wasile lile tunda, na baada ya hapo wakalila. Walipolila lile tunda walifanya dhambi, na ndiyo maana Mungu akawatupilia nje na ile bustani. Sasa Mungu alikaa akafikiria ya kwamba wale wanadamu watatoka katika dhambi vipi, na ndivyo akamleta mwanawe pekee akafa kwa ajili yetu. Alisulubiwa ili sisi tuwe huru, na ndio maana hata Yesu alisema ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Nami nimekupenda sana ndugu yangu, nataka tuwe pamoja kwa Yesu ili tuwe na amani. Najua ukija kwa Yesu utakuwa na amani, amani ambayo haipimiki kabisa. Wewe umejuaje kwamba mimi sina amani? Umenipima? Umenikagua moyoni? Au kwenye akili yangu umeingia sina amani? Hebu niambie amani gani hiyo ambayo mimi sina? Hebu niambie. Unajua katika kitabu cha Ayubu 22:21 inasema ya kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani. Na Yesu alitoa mfano, alikuwa akifundisha katika masinagogi. Akatoa mfano ya kwamba mchungaji mmoja alikuwa anachunga kondoo 100, na baada ya hapo mmoja alipotea. Yule mchungaji alilazimu kuacha wale kondoo 99 akamtafuta yule kondoo mmoja aliyepotea. Kwa hiyo Yesu anakutafuta wewe kondoo uliyepotea. Mchungaji, kwa mimi ni kondoo? Mimi ni kondoo mimi? Unajua umetoka kule umefika mpaka hapa hivi. Unajua nakuzumu na kuweka kwenye darubini yangu hapa ili ni mimi ni kondoo? Mimi ni kondoo mchungaji? Hivi mchungaji, umekuja na njia gani ulipofika mpaka hapa? Umekuja na njia gani? Nakuuliza, umekuja na njia gani? Kabla sijaondoka kwenye hichi kiti, naomba ugeuze kuona uende. Nafumba na kufumbua. Nafumba. Nimesema ondoka. Lakini hujanikataa mimi, bado umemkataa Yesu. Mchungaji, ondoka. Nasema kuna siku utakumbuka kwamba nilikuja kuhubiriwa hapa nyumbani. Mchungaji. Yaani mpaka sasa hivi kanikalisha hapa na nipigisha story ambazo sizielewi. Mimi nimeshaandaa hapa maji na vitu vyangu hapa nivichemshe, nipige zangu diko hapa nipite niende kwenye mishe zangu. Hapa nakuja kwenye habari za Mungu, habari za Yesu, habari za Yesu. Kwani kule alipopita hajaona watu mimi kuhubiria, akaje kwangu mimi?
Na bahati hichi chakula angekipika yeye mwenyewe. Sema tu amekimbia. Wachungaji wengine bwana. Oya familia. Vipi familia? Mwanangu vipi, mbona unaongea peke yako? Poa, vipi mwanangu? Salama kwema? Yes kabisa. Vipi hujakutana na mtu kule? Nimekutana na kijana kavaa t-shirt nyeupe na suruali nyeusi. Kashika Biblia. Mwanangu anakuja kunihubiri mimi hapa. Umekaja kuhubiri wewe? Anakuja kunihubiri eti nitaokoke. Kwa mchungaji yule? Yule yeye ndio kwa mjibu wake anasema yeye ni mchungaji. Hamna mchungaji pale, nitapeli ndugu yangu. Ulikutaka kutapeliwa vipi? Umeingia 18 au vipi? Unanionaje kwanza? Naona kama hujapoa vile, lakini una mawazo kama umetapeliwa ndugu yangu. Yaani unajua na mawazo kwa sababu gani? Ndio. Moja, amenifanya sijapiga mpaka sasa hivi. Hivi muda huu mimi mpaka sasa sijala. Sasa hivi hujala. Mbili. Mimi ananiita kondoo. Hivi ni kutoka kondoo mimi? Umekuita kondoo? Ndugu yangu. Wewe. Hata kama ingekuwa ni wewe, usingejaribu kufanyaje? Kubali hicho kitu. Sasa sikiliza. Huyo moja kwa moja kaja kuchukua sadaka na shakugeuza wewe tayari kondoo. Itaka aende akakule kule ndugu yangu. Hapo mwenyewe mimi nimefikiria hivyo hivyo jua. Nimefikiria hivyo hivyo. Ndio maana nimempiga maswali yangu hapa ameshindwa kunijibu hivi. Kakimbia. Matapeli tu hao hawana issue hao ndugu yangu. Wanatafuta sadaka. Nikija kumuona siku nyingine. Haya niambie na wewe umepata nini? Hapa ndugu yangu mimi nilikuwa nimekuletea mchongo wa hela ndugu yangu. Mchongo wa hela tena? Mchongo wa hela, kuna kazi imepatikana. Hujafuata kula hapa ndiko maana wewe nakujua. Sasa nitakulaje wakati chakula chenyewe hujapika? Sasa nenda kukaangiza huko. Mimi nimekuletea mchongo wa hela, sitaki kula, nimeshiba ndugu yangu Sasa hapa ngoja kwanza nipike. Alafu nikishamaliza kupika, ndio unipe mchongo wa hela. Au unasemaje? Hamna shida ndugu yangu. Au mchongo wa hela ni wa fast fast? Sio wa fast, yani ni wa kutegeshea muda wote wale muda wote. Basi hamna shida. Sasa hapo ndio tunaweza tukaongea hata baadaye, au unasemaje? Hamna shida ndugu yangu. Basi pita hivi, mimi nataka nipike. Okay, poa baridi. Chakula changu. Baridi. Mimi sije kwa ajili ya chakula ndugu yangu. Tembea wewe, tembea. Okay familia. Haya poa poa.